Mara ya kwanza kabisa tulienda mochari ya Mount Meru Hospital, tuliruhusiwa kuingia na kuangalia. Miili ilikuwa ni mingi sana, tukaambiwa hakuna mwili unaweza kutoka hapa. Tukaondoka, tukaanza kwenda mahospitali Mount Meru, Kaloleni, Seliani. Mwisho wa siku tukaenda Mkwaranga Hospital. Kurudi Mkwaranga Hospital, kutoka pale tukarudi tena mochari Mount Meru, tukisema tumeacha mtoto pale pale. Basi mwisho wa siku ni kiatu tulikipata mochari ya Mount Meru. Hapo ndio tukakata tamaa kwamba hatuna tena mtoto. Basi tukarudi nyumbani, tukakaa siku 3, tukawa tumeridhika kwamba tumeshampoteza mtoto. Na mtoto, matangazo mengi tulitangaza, magrupu ya shule. Nadhani wengi waliona picha ya mtoto kwenye magrupu ya shule, lakini mwisho wa siku tulikata tamaa kwamba hatunaye tena mtoto mpaka leo. Jina yangu ni Humphrey Thomas. Nimetamani kusikiliza kwanza kero za ndugu zangu hapa, ili na mimi nijifunze kitu hapa. Lakini nimesikia kero mbalimbali. Nimesikia kero ya mama hapa kuhusu bima za afya za wazee. Nimesikia kero ya kaka hapa pia kuhusu swala bima. Nimesikia kero za vijana pia kuhusu ajira. Lakini swala la kujiuliza sisi kama Watanzania ama wana Arusha ni kwamba, je, changamoto hizi ambazo zimezungumzwa hapa ndizo zilipelekea vijana kuandamana tarehe 29? Ni swala la kujiuliza. Changamoto hizi zilizotajwa hapa zilitosha kuwatoa vijana barabarani tarehe 29? Mimi mawazo yangu yananiambia kwamba hazitoshi, kwa sababu sidhani kama kuna kijana alitoka barabarani akidai bima ya wazee. Sina hakika na hilo. Lakini pia nikumbushe tume au niambie tume kwamba matukio ya tarehe 29 yalikuwa na makundi mawili. Waandamanaji walikuwepo kweli barabarani na walishuhudiwa na walionekana na wananchi wote. Lakini pia nikumbuke kwamba kuna wananchi ambao hawakuwa waandamanaji, na asilimia kubwa ya wasiokuwa waandamanaji ndio walioathirika. Nimesikia brother pale akisema mke wake alipigwa risasi akiwa nyumbani. Sidhani kama kuna maandamano yalifanyika nyumbani. Naweza kusema hakuna. Mimi ndio baba wa kijana aliyepigwa risasi hapa Arusha mjini, ambaye mdogo wangu hapa amemzungumzia. Mtoto alitoka nyumbani tu kufuata mahitaji yake, hatuishi mbali, tunaishi Sombetini hapa, kufuata mahitaji yake na kufanya kazi yake kidogo stationary, aweze kurudi nyumbani mapema. Lakini wakati alitoka barabarani tu alikutana na polisi na akapigwa risasi. Sasa nataka kusema kitu kimoja hapa. Kuna vitu viwili vinachanganywa sehemu moja. Wale walioathirika kwenye biashara wanadai waandamanaji wameharibu biashara zao, na ndio wale walioathirika. Sasa tume isiwaite walioathirika ni waandamanaji tu. Kuna makundi mawili hapo. Kuna waandamanaji na kuna watu walikuwa na shughuli zao. Mimi nikiwa shahidi, mtoto wangu hakuwa maandamanaji, hata ajui kwanza maana ya maandamano, ajui. Lakini alikuwa mwathirika. Labda niseme tu kwamba yaani sijui niweze kuelezea vipi, kwa sababu nina uchungu kama mzazi kupoteza mtoto kwa kipindi hichi ambacho alifaa kuwa chuo. Sasa hivi mwaka wa kwanza, ni kijana alimaliza form 4 mwaka jana, alifaa mwaka huu aingie chuo mwaka wa kwanza. Sasa yaani sijui cha kuishauri serikali wala cha kuuliza, yaani sielewi ni shauri nini wala niulize, lakini hatukupata haki, yaani hatukutendewa haki hata eneo moja. Kila tulipotafuta haki popote tulikosa haki. Na tusiitwe waandamanaji. Yaani tulioathirika na swala hili tukiitwa waandamanaji tunasikia uchungu, kwa sababu mtoto wangu hakuwa waandamanaji na aliathirika. Labda tume iangalie tu kwamba wale ambao waliathirika na wakuwa waandamanaji wako kwenye kundi gani. Tumepewa hiyo maagizo ya kuweza kubaini kilichotokea, ili wote Watanzania tukubaliane
kilichotokea nini, ili baadaye historia akaja mtu akabadili kilichotokea. Kwa hiyo nyinyi, hakuna mtu yote Tanzania anayejua kilichotokea Arusha kuliko nyinyi. Asija akatokea mtu akasema Arusha kimetokea hichi, kumbe sicho. Ndio maana umuhimu wa sisi kuwa na nyinyi, mtueleze kimetokea nini. Lakini ukitueleza sisi ni tume ya kisheria pia, utuambie ulioyaona au mwenyewe ulioyasikia, sio ya kuambiwa. Sio ya kuambiwa. Kwa hiyo wewe mwenyewe ulishuhudia nini, uliona nini, ulipatwa na nini, au ndugu yako alipatwa na nini na wewe ulikuwa pale ukamuona, ukamjua, ukamhudumia. Kwa hiyo ni moja, ni kwamba tujue kilitokea nini. Lakini cha pili, sisi ni nchi ya amani. Tangu mwaka 61 hakuja kuwa na tukio kama hili, zaidi ya takriban miaka 60 na tangu tumepata uhuru. Sasa kitu gani kimetifanya mpaka ikafikia hicho? Lazima kuna kitu kimetupa joto, kimetufukuta mpaka tukafikia huko.